Yes, bana, wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wametamatisha mwendo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu katika miaka minne mfululizo ambayo Simba wamecheza hatua ya makundi. Wameshika kila nafasi katika kundi, kana kwamba wameshika nafasi ya kwanza, wamewahi kushika pia nafasi ya pili, wamewahi kushika nafasi ya tatu, na msimu huu wametimiza kushika nafasi ya 4, kana kwamba katika zile nafasi za makundi mnyama ameshika zote katika miaka ambayo ameshiriki, miaka minne mfululizo. Sasa kitu kizuri kwa Simba Sports Club wanalunyasi ni kwamba wazidishe maombi kwa mchezaji Anseti Oula, wazidishe dua, lakini pia wamlinde kwa udi na uvumba, kana kwamba aepukane na majeruhi, aepukane na wale wenye roho za husda, kana kwamba wanaweza wakamfanyia mambo mwisho wa siku akapotea katika reli. Lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuja kuongeza ubora na hatari zaidi katika safu ya ushambuliaji ya Simba Sports Club. Performance yake kiwanjani, ukikumbuka kusali mwana Simba, usiacha kulitaja jina la Anseti Oula katika maombi yako, kana kwamba ndiye mchezaji ambaye kwa sasa amebeba roho ya Simba Sports Club. Anacheza katika mentality ya hali ya juu, speed ya kutosha, maarifa mengi kichwani, uwezo mkubwa alionao wa kucheza na boli. Sijawahi kuona kiungo msumbufu kama Anseti Oula ndani ya kikosi cha Simba Sports Club katika kipindi cha hivi karibuni. Yes, utazungumza Elie Mpanzu, lakini impact ya Elie Mpanzu, impact ya Anseti Oula ni vitu viwili tofauti. Anseti Oula yupo na level yake. Kumbuka, huyu ni mchezaji wakati anasajiliwa ndani ya Simba, watu walizungumza kwamba ni majeruhi. Sasa tuwaulize, wakati yupo majeruhi na wakati huu amepona, vipi tutaweza kuzungumza? Kituo kinachofuata ni dabi ya Kariakoo. Simba Sports Club wana wachezaji wenye quality, wana wachezaji wenye ubora wa juu mno, lakini bado kimuunganiko Simba wana kazi ya kufanya. That's why nazungumza Simba ni timu bora yenye wachezaji wazuri, yenye kikosi kipana, lakini kwenye muunganiko wa Simba lazima kocha Steven Baka afanye kazi kubwa kuhakikisha kwamba anatengeneza ile compactness ya mchezaji mmoja mmoja ili aweze kulink up. Mwalimu pia ameanza kujaribu ubora wa Elie Mpanzu na Ribasegwe, and yes, pure factor, tunaona ile push factor kutoka kwa Ribasegwe kwenda kwa Elie Mpanzu. Leo alikuwa very sharp kiwanjani, energy ya kutosha. Kuna vitu sasa anataka kuanza kuprove kwamba yes, anaweza kufanya zaidi ya Ribasegwe, kana kwamba nafasi yake ndani ya kikosi ni ya kupigania mno. Unauliza, tunazungumza Elie Mpanzu kwenye nafasi yake pia yupo bwana mdogo Morris Abraham ambaye ana uwezo wa kucheza katika position ya Elie Mpanzu. So ni namba ambayo inahitaji kila mchezaji anayepata nafasi aoneshe katika kiwango cha juu zaidi. That's why tunazungumza kwa sasa Simba hawana shida katika eneo la mwisho la ushambuliaji. Simba wanapaswa tu kutengeneza timu imara, timu bora kiwanjani. Ukitazama dakika 45 za kwanza, Simba wanakuwa na energy ya kutosha. Dakika 45 kipindi cha pili wanakuwa lose. Yani kuna namna kuna vitu vingi vinapungua. Energy kwa wachezaji, uharaka wa maamuzi, movement haziendi kama vile ambavyo kipindi cha kwanza unakuta wanacheza. Ni kwa sababu kuna wakati Simba kikutana na timu ambayo pia inaamua kupush kweli kweli, wao wanakubali kukaa nyuma, wanairuhusu timu iweze kucheza. Ukitazama Stade Malien, yes, walishajua wamequalify na wanaongoza kundi, hawatatumia energy kubwa, lakini kwenye kipindi cha pili walijaribu kutaka kupush kuona kama wanaweza kurudisha bao, lakini badala kwao haikuwa bahati. Lakini Simba Sports Club walishuka kinamna fulani, kiwango chao kilirejea chini kiasi kana kwamba waliwaruhusu sasa Stade Malien kuweza kucheza mpira, kitu ambacho kama unahitaji kuwa timu bora kiwanjani unapaswa kuwa bora katika first half na second half. Vile vipindi vyote viwili ni lazima uwe bora kiwanjani. Ukiachana na ubora wa mchezaji mmoja mmoja, muunganiko ambao anautengeneza Chama, Clatous, Anseti Oula pembeni, yes, mimi nakwambia Simba Sports Club wasipochukua ubingwa wa ligi kuu msimu huu, basi nafasi ya pili ni ya kwao, na msimu ujao tumeona msemaji wao Ahmed Ally akizungumza kana kwamba yes, tumetolewa kwenye michuano ya Afrika, tunaomba nafasi UEFA, tunaona tunaweza tukafanya jambo. Huu ni utani. Simba Sports Club kwa performance yao, wachezaji ambao wameingia dirisha dogo ndio wamekuja kuonesha uhai ndani ya timu. Simba kuanza kutamani kushiriki michuano kama ya UEFA ili hali wameshindwa kuqualify kwenye michuano ya CAF ni uongo. Hata kama mashindano yangeanza leo, pia timu ambazo Simba amekutana nazo kwenye kundi zisingekuwa the same. With Esperance tumeona
Petro de Rwanda, Stade Malien. So ni kitu ambacho kwa Simba Sports Club mashabiki wao lazima watambe mjini, kwa sababu timu yao kwa sasa inaburudisha, inafurahisha, inatia matumaini. Yani kuna namna sasa Simba ameanza ku progress kwamba yes, we are going somewhere, lazima tuende tufanye kitu fulani. Kwa sasa focus inabaki kwenye ligi ya NBC. Lazima wapush kweli kweli kuhakikisha kwamba wanapunguza gap ambalo wanalo zidi ya mpinzani wake, lakini pia wahakikisha wanapush kweli kweli kuhakikisha kwamba wanacheza soka safi la kuvutia, pasi za kutosha, lakini bila kusahau ushindi muhimu. Ujio wa Anseti Oura, Ribase Gueye ndani ya Simba Sports Club, Ino Luemba, Jospin Luemba. Guys, Simba Sports Club msimu huu inaweza ikawa na upinzani bora zaidi hata ya msimu ulioisha kwenye mbio za kuwania nani atakwenda kutoa taji la ligi kuu ya NBC, wakiwa na hasira ya kwamba msimu wa CAF umemalizika. Nini ambacho tunakwenda kuwapoza mashabiki wa Simba? Ni kwa kuwapa kombe la ligi kuu ya NBC. Na hapa natamani kuona mwalimu mbinu zake zitafanya kazi kweli kweli, lakini lazima hakikisha kwamba kwenye transition na rest defense ya Simba anaongeza vitu ambavyo vitakwenda kuifanya wakati wote timu kuwa imara. Isiwe pale inapopoteza mpira inakuwa ni rahisi kufikika. Chama Clatous tunaona anavyoifanya Simba. Ule msemo wa Simba ni chama. Yes, Simba ni chama na chama ni Simba. Performance yake kwa sasa toka amerejea Simba inazidi kubadilika, anaongeza kasi, anaongeza vitu vingi katika eneo la kiungo, kitu ambacho Simba alikuwa na kimisi. Kuna wakati Simba alikuwa anafanya usajili, watu wanaona kama guys ni kama wanatania, lakini kwa performance ya wachezaji ambao wameingia dirisha hili dogo, yes, Simba wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Asilimia zaidi ya 90 Simba wamefanikiwa kwenye signing zao. Ukitazama performance ya Nixon Kibabage anaonesha kitu tofauti na hata timu ambazo wamepita. Chama Clatous, Anseti Oura, Ribase Gueye, Ino Luemba, wote hawa wanaonesha kabisa kwamba ni wachezaji ambao wameingia na impact kubwa ndani ya kikosi. Kwa hiyo kwa msimu huu wa dirisha dogo lililofungwa, Simba ndiye timu pekee imefanikiwa kuingiza wachezaji ambao moja kwa moja wamekwenda kuwa na impact kwenye kikosi, kwa sababu pia kuna wachezaji ambao Simba walikuwa wanawamisi na wameshindwa kuperform, ndio maana wamekuwa na impact ya moja kwa moja. Kusajili mchezaji na kuingia kwenye kikosi moja kwa moja na kuonesha ubora wake ni kitu kingine, na kumpa muda ni kitu kingine, lakini kwa hawa wa Simba wao wanakwambia tupe boli mguuni, twende tukakuonesha ni kwa nini